utaenda kutubu kwa Mungu. Utaenda kutubu wapi? Nani uko na watu watatu wenye msimamo? Utatoboa. Lakini kukusanya kanisa halafu watu wanaenda motoni, hiyo haina maana. Na ndio maana unaona Pentecost wamepotelea hapo. Wanataka kanisa limefurika watu. Wanataka kanisa lenye magari. Mbinguni hakulete magari. Fungua Zaburi ya 24. Nazungumza nini? Lazima tuseme. Tunasema ili tupate kuponywa. Ijumaa nikaongea hapa, nikamwambia mchungaji, mimi kama naenda njia mbaya, ama mzee wa kanisa, mimi naenda njia mbaya, usiponiambia, usiponionya, umenisaidia nini? Unanikumbatia hata kama unatoa milioni hapa, tunakuambia kama mtumikie Mungu katika roho na kweli, hayo hayatawezekana na mbingu hautaiona. Amina. Hauwezi kumtumikia Mungu eti mimi na pesa namtumikia Mungu. Hapana. Tunafunuliwa hapa, mtumishi wa Mungu akasema kwa habari ya Lazaro. Alikuwa na pesa. Alipotwaliwa alikuwa wapi? Na tajiri alikuwa wapi? Sisi hatuko hapa kwa majivuno. Andiko kwa nasemaje? Kwa kujikweza. Majivuno. Kujinua. Yaani hatutaki kujisifia. Hapana. Huu ni utumishi. Na kila mtu aliyoko hapa Mungu ameweka karama tofauti ndani yake. Yupo mtu wa kupanga viti hapa. Huo ni utumishi. Fungua Zaburi, umesema? Fungua sura 24. Soma hapo. Inasema hivi: nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji. Vitu na vijazavyo vyote ni mali ya Bwana. Magari ulionao ni mali ya Bwana. Utaondoka utayaacha. Nyumba ulionao unajifuna mimi na nyumba, mimi na gari, mpaka watu wanakosa amani, wanakupitia mbali, wanatembea mpaka wanasema huyu mtu. Vyote ni mali ya Bwana. Cha msingi ni kunyenyekea, cha msingi ni kukaa magotini pa Bwana ili tukamwone Mungu na vitu Mungu alivyoachilia ndani yetu tuweze kumtumikia navyo Mungu. Amen. Haleluya. Amina. Tunahitaji Mungu. Umetoka 1,000 kama kuna nungunika mwaka mzima. Mwaka unaisha. Tungali nakula hela. Wazee wakali ipi. Hela ipi? Hatuhitaji watu wanaotumikia Mungu kwa manunguniko. Hatuhitaji watu wanaoenda mbinguni kwa manunguniko. Kwani hata kila mchungaji anataka ale mali. Kwa hela tunaziweka hapa kipae tena mbinguni. Asante mchungaji. Huyu ni kuhani wetu. Niambie mchungaji pale kinata wote. Unapita ni aibu. Ndio mchungaji kicha hapa ameshona kufungua. Au umekaa ndani kwako unakula bata. Ni mchungaji wako mapepo amekushika mchungaji na kufa. Mchungaji yuko hapa na shida kumpata 1000. Mungu bado uko tu. Mbona unamungia mke wako? Mbona unamungia mchumba wako? Kuhani sio zaidi ya hayo? Sio zaidi, mbona mjibu? Ni zaidi. Ni mchungaji ni zaidi. Wewe pata kabuku na mchungaji. Mungu hata usimwambie tu. Unamjia kabano. Message zaidi ataiona. Mama watu wanatoka kula anatembea. Paka hapa matoka tata. Kila siku niko naye hapa. Wewe jifiche. Eti mimi nimeokoka. Umeokoka kanisani kwa mtano ndio uokoka. Hatutaki hayo. Hatutaki kufuta. Tutasema kama unataka kuhama kanisa hama. Lazima tuseme, lazima tuambizane. Hakuna kubembelezana kwa safari ya kwenda mbinguni. Amina. Wokovu ni gharama. Usikudanganye. Uweza kwenda mbinguni kilele mama. Huwezi kwenda mbinguni kilele mama umelala ndani. Wokovu ni kulipa gharama. Yesu amelipa gharama wewe nani? Yesu amejitoa, akapigwa mpaka misumari. Alipigwa mwezi mmoja kama. Yeye kama anajiuliza yote mwezi alikuwa. Maana Yesu alipigwa zaidi. Maana yule hajaongelewa misumari. Yesu alipigwa misumari. Alijitoa sisi tukombolewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nazungumza kwa habari ya kujitoa. Na utakaposoma maandiko na
habari ya zaka. Zaka ilianzia wapi? Na inatoka kwa sababu gani? Nitakupa maandiko. Ni masomo marefu. Yaani Biblia imejaa kwa habari ya matoleo. Inazungumza matoleo kwa habari ya kitabu cha Mwanzo, inazungumza matoleo kwa habari ya Agano Jipya. Mungu ametupitisha huko. Ili nini? Tunapotembea kwenye safari hii tuweze kumuona Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Sisi ni watu wa manuniko, watu wa Mungu. Tusio tunamnunukia Mungu kila wakati. Tunatembea tumejaa manuniko, watu wa Mungu, tunaenda mbinguni. Ile kanisa. Yaani ile hapana Mungu. Mungu anakaa huko mfukoni. Mungu anakaa wapi ili wewe uweze kumuona? Lazima ibada za katikati uonekane. Jumatano haupo. Ijumaa haupo. Jumapili yenyewe unakuja unasema unaangalia ile saa. Wanamaliza saa ngapi leo? Mungu utamwona wapi? Huwezi kumwona Mungu. Kwa lazima tuwe na moyo. Soma ile Zaburi. Zaburi 51 hiyo ambayo ametupisha siku ya Ijumaa. Mstari wa sura 51 mstari wa 10. Nadhani nilisoma. Na ile andiko jana nikaandika kwenye ibada fulani. Nikalikuta andiko hilo hilo. Roho Mtakatifu anasema na watu. Moyo. Tuumiwe moyo. Moyo tayari. Soma mtumishi wa Mungu. Inasema, E Mungu, uniumbie moyo safi. Uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Waliokuwepo walipata faida. Andiko hili mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu alitafakari. Alikuwa ikawa ni kama darasa, likachambuliwa. Tukamwona Mungu. Tunahitaji moyo, moyo na roho. Yaani roho na ya utumishi. Huwezi kumwona Mungu. Sidhani kama mnakiu kama mimi nakiu ya kumwona Mungu. Natamani niwe kama mchungaji. Natamani nikisema nihubirie watu. Watu wakifika hapa wako waseme kweli pale kuna kanisa. Wakifika pale waseme neno sehemu fulani. Sio wako mikono tu wanaenda huko. Sio wataje mali. Wako watumishi mbalimbali. Leo nimtaje mtumishi ambaye hadi sina wakati kumtaja Yesu. Lakini wapo watu watoka mikoa mbalimbali wanaingia kwenye manabii. Ni kwa sababu gani? Watu wanahitaji kuona matokeo. Sio kwamba wanaenda pale kwa sababu ya mafuta au kwa sababu ya nini. Ni watu wanataka matokeo. Na SCC matokeo yapo. Amen. Ni mimi na wewe kuwa tayari. Kunyenyekea na kutafuta uso wa Bwana. Matokeo yatakuwepo. Wewe mmeokoka. Tunapiga injili tuko kwenye maombi kama leo tupiga badani. Kweli tumejaa tupiga badani. Lakini ukirudi mtaani kwako kuna mtu anagaragara mapepo. Mchungaji, huko kuna mtu anahitaji msaada. Wewe ndio kweli wapi na chomba na mapepo. Vipepo vimetoka milimani huko havina pa kupumzika. Kinamwingia mtu tu kina safari zake. Wewe mwenyewe unashindwa kukitoa. Mpaka unampigia mchungaji. Mchungaji hata hapa pepo mtu akimshika pepo hapo usisitenge kuombea mtu mapepo. Sio kazi yako. Wapo na maombi, wapo injilisti, wapo wazee wa kanisa. Wapo hiyo kazi wafanye. Huyo akae muda wa kukuombea, akae muda wa kushauri, hata na mapepo. Na wewe umeokoka. Unasema mimi na Yesu mimi na Yesu unatembea naye wapi? Anashindwa kutoa hata mapepo. Haleluya. Amen. Ninachozungumza ni kwa habari ya utumishi, kumtumikia Mungu. Matoleo, kujitoa. Unajitoaje kwa Mungu? Unatakiwa kujitoa. Unatakiwa kujiachilia. Katika safari ya wokovu tunamhitaji Mungu. Huwezi kumwona Mungu. Hili kanisa unaloliona ni kanisa hili. Nimezungumzia mgogoro hapa nikashindwa maswali. Unajua kuna mtu anatafakari. Sijua ni elimu yangu ndio kwa maskini wa Mungu, lakini hata kwa Yesu hata kama ujienda darasa hata la hata chekechea. Kwa Yesu ni zaidi, yaani ukimwamini Yesu anakuinua kwa viwango ambavyo wewe mwenyewe hautaamini. Mimi nimeona Mungu. Amen. Bora azungumzie kasuri. Au uone kama nimependeza jamani. Jikubali mwenyewe. Wewe dada, wewe mtoto, wewe binti, jikubali. Umetoka nyumbani kwako hata mtu akwambia umependeza, huna. Eti mama, nani amekwambia umependeza mtoto wako? Hakuna. Lakini
wewe mwenyewe unajiangalia unasema niko vizuri. Unajikubali mwenyewe.